The Lord was calling me. Wakati Bwana alipokuwa akiniita, I was looking for the cure for cancer. nilikuwa ninakitafuta ule tiba ya saratani. I was looking for the cure for cervical carcinoma. Nilikuwa natafuta tiba ya cervical carcinoma. I was also working on HT29 colon carcinoma. Nilikuwa nafanya utafiti wa HT29 colon ile kubwa. Colon carcinoma. HT29 colon carcinoma. Also working on breast cancer for women. Nilikuwa nashughulikia saratani kwa wanawake. And other types of cancers. Working every day, every night, looking for cure. Aina zingine za saratani, kila siku nikitafuta tiba. And then, alafu, the Lord comes. Bwana anakuja. And says, the hand of the Lord. Na anasema mkono wa Bwana. The left hand. Mkono wa kushoto. I was asleep and he pointed like this above me. Nilikuwa nimelala na akakonyeza juu yangu namna hii. And he pointed his prophetic finger. I was asleep, then he pointed with the left hand like this. Na mkono wake wa kushoto wa kiunabii kisha akakonyeza namna hii. And he said, na akasema, I want you to go pray for these people. Ninataka uende ukawaombee hawa watu. But when I looked where he was pointing, lakini nilipotazama alipokuwa akikonyezea, I saw very big meetings all over the world. Nikaona mikutano mikubwa sana kote ulimwenguni. And I saw I was sweating and preaching. And people were being healed. Na nikaona nilikuwa natokwa na jasho na watu walikuwa wakiponywa. I don't know why he showed me, but he showed me also the red carpet, the strip, this red carpet here. Sijui kwa nini alinionyesha, lakini alinionyesha pia ili zulia jekundu hapa. The long red carpet for walking like this, This red carpet. Hii zulia ndefu nyekundu ambalo ni nyekundu. Inside the meeting, then he showed me also the red carpet like that, so I did not understand. Ndani ya mkutano akanionyesha zulia jekundu refu la kutembea, kwa hivyo sikuelewa. So I did not understand. Kwa hivyo sikuelewa. And then I asked him. Alafu kisha nikamuuliza. Because he shocked me. Kwa sababu ilinishtua. I thought he would come and put an application. Ask me first. Nilifikiria angekuja kwanza aandike barua na niulize kwanza. Maombi. But showing me. Lakini kunionyesha. And saying. Na kusema. I want you to go and pray for these people. Ninataka uende na ukawaombee hawa watu. Asleep, but his left hand and pointing. Nimelala lakini mkono wake. God the Father. Mkono wa Mungu Baba. So, na hivyo basi. What shocked me was this. Kilichonishitua kilikuwa hiki. That I already saw myself. Kwamba tayari nilikwisha jiona mwenyewe. In these meetings, praying. Katika mikutano hizi nikiomba, during these meetings, nikifanya mikutano hizi, and the Lord was healing people and he showed me, na Bwana alikuwa akiwaponya watu na alinionyesha, he showed me people with cancer healed, alinionyesha watu na saratani wameponywa. So that shocked me quite a bit. Kwa hivyo hiyo ilinishtua sana, because he made me understand, kwa sababu alisababisha nielewe, number one, jambo la kwanza, that he had decided anyhow I must go, because I have already seen myself doing it. Kwamba ameamua hata hivyo kwa njia yote ile nitaenda, kwa sababu ameshanionyesha nikiifanya. Number two, jambo la pili, the cancers were being healed there. Saratani zilikuwa zikiponywa pale. Because I thought cancer was a very important area. Kwa sababu nilidhani kwamba saratani ilikuwa sehemu ambayo ni nyeti mno. Politically correct disease. Kisiasa. Hii disease ambao inafahamika sana. Gonjwa ambalo linafahamika sana. And so it was important to save human life. Kwa hivyo ilikuwa muhimu kumuokoa mwanadamu. Working on signaling. Nikifanya kazi ya signaling. In many other areas. Na maeneo mengine mengi. Then alafu I saw cancers being healed. Nikaona saratani zikiponywa katika upande ule mwingine. That's why this man and many others, that was very powerful. Ndio sababu mtu huyu na wengine wengi, hiyo ilikuwa nguvu sana. You are laboring here. Kwa sababu anasema unafanya kazi hapa. You are sweating here. Unatokwa jasho hapa. Trying to look for cure. Ukijaribu kutafuta tiba. But now look at the great physician doing it. Lakini sasa tazama tabibu mkuu akitekeleza pale. Jameni tuogope Mungu. Jameni tumuogope Mungu. Nobody can ever say they are too important to be called. Hakuna mtu atakayewahi kusema kwamba wao ni muhimu sana kuitwa. Kuanzia hayo. In those days. Na hizo siku. Mpaka today. Mpaka leo. I'm just worshiping nani kama yeye. Ninaabudu tu nani kama yeye. All. Warehema,
kama Yesu, kama yeye. Precious baby, patie soda. Mtoto wa dhamani. Patie kabisa, patie. If you are waiting for another service, kama ulikuwa unangojea ibada nyingine, umepotea. Umepotea kweli kweli. This is the service. Hii ndio ibada. Nani kama wewe, yeye Mungu wa ajabu. Kama Yesu, kama Yesu. Kama wewe, yeye Mungu rehema. Hakuna wewe unaponya, unaponya. Mungu wa Yakobo, hakuna kama yeye, kama yeye, kama wewe. My son, mwanangu, revival has broken out. Uvuvio umelipuka. When I first came, you accepted me. Nilipokuja mara ya kwanza ulinikubali. How can a professor accept someone like me? Profesa anawezaje mkubali mtu kama mimi? Someone that looks like me. Mtu ambaye anafanana na mimi. And you invited me to Njoro. Na ukanialika Njoro. And you prepared a meeting. Na ukatayarisha mkutano. And you said I will translate you. Na ukasema nitakutafsiria. You accepted me. Ulinikubali. All the professors, your friends, thought you were crazy. You need to see a psychiatrist yesterday. Maprofesa wote wakadhani kwamba ulikuwa na kichaa. Jana kabisa jana. Unahitaji kumwona mtaalamu wa mambo ya kiakili jana. And then I told him, alafu nikamwambia, just be peaceful. Wewe kuwa tu na amani. They may think I am crazy. Kitu ambacho ni muhimu kwa wanaweza fikiria mimi ni mwenda wazimu. Wanaweza fikiria mimi ni mwenda wazimu. But just a small time. Lakini muda kidogo tu.